on what members of parliament felt and voted. When the opinion poll results, the president eventually showed us the opinion, public opinion, the scientific one. Kindiki was leading with 3 percentage points. But he said he's within the margin of error, the vote. So eventually tuliwaambia muingie pale kwa ofisi ya deputy president. Muongee msikizane. Rigiji and Kindiki. Rigiji and Kindiki. Saa hiyo by lunch time when Rigiji aliona results ya kura vile imepigwa, akaitwa kuambiwa, he walked out. Kaita bibi yake na watoto walikuwa wamekuja naye. Sisi tulikuwa na t-shirts. Yeye alikuwa amekuja na suti amenyonga. Anakuwa announced deputy president that Saturday. Threatening would naenda kwa Uhuru, amekuwa akinitafuta. Dindi na Sudi ndio hao mbio wakamfikia kwa gari, wakamrudisha. Me, I was adamant. Ikasema this is blackmail. Hii meeting mlikuwa nayo wapi? Saa hiyo amelia machozi kama mtoto. Ai, wewe sasa una copy paste script hapa. Wacha no. Rigiji alie. Wacha nikwambie. The lion of the mountain. Sasa mimi nadanganyana. Wacha nikwambie. Si Dindi alikuwa mtu wake? Dindi Nyoro. Wameingia kwa room, kwa ofisi, Deputy President William Ruto, Dindi, Kimani Ngunjiri, I think Rigiji na Kindiki. At some point Dindi walked out, na mimi nilikuwa naenda kwa Alu hapo, tukapatana kwa corridor, nikamuuliza mmesema nini? Ambia akia Mungu, this guy, can you imagine he's crying? Nikafikiria, nikasema huyu Dindi na yeye sasa anajifanya, ambia tafadhali tuende na Kindiki. Hii ni blackmail. Dindi. Nikajiambia, this is hypocrisy. You are the one who has been pushing. Rigiji, sasa unaniambia a different thing after all this hypocrisy. I brushed it off. I went to the loo. I came out. When we finished at night, tumewapea 3 hours wameongea na Kindiki, imeshindikana kusikizana. Wakakuja wakatuambia tumekubali about 10 p.m. Tumekubaliana tuachie the deputy president to decide who will be his running mate. The president only did one thing. He called all of us into the boardroom. Tulishona tukajazana hivi. Mimi nakumbuka nilikuwa nimekaa kwa kakona pale. Deputy president akasimama akasema, sasa mmesikia vile Kindiki na Rigiji wamesema, I want your assurance, all of you individually, that whatever decision I make, we shall all abide by it. Moja, kila mtu we shall swear oath. Tukaswear oath. Mimi ikanifikia nikainua mkono nikasema yes sir. Nikaweka mkono chini. Nikaambiwa voice it. Nikasema your excellency, yes, we will agree with your choice. Wewe ni kichwa ngumu. Unasema in front of I was being honest. And I told the president later that night, Your Excellency, mimi nimekubali, it's your choice. I know the decision you will make. Why? Because I had engaged kwa room. No. Alisema tu mutaagree. Then akawacha mkaa. Tumpe time aende afikirie, so turudi Sunday saa 5 he will make the announcement. And the announcement he will make, we will all agree with it. Saa 5 mchana? Saa 5 mchana. Anaenda church that Sunday. Hakuenda church, aliombea kwa nyumba. Mimi ndiye nilienda church. But saa 5 you made it? Nilichelewa. Kwanza akanipigia simu, nilikuwa niko church hapa Kikuyu. My wife ndio alirudi akaona message ya first lady. Akimwambia your husband akimbia anatafutwa. So my wife akanionyesha, nikatoka nikakimbia about 11:30. Nikapata wamesettle, nikasimama kula nyuma. Then nikaitwa pale mbele baadaye, Rigiji akiongea hapo. Anyway, I told the president, he the blackmail that we are succumbing to. Be prepared to live for 5 years with blackmail from this man. And the president told me, wewe, kama unaogopa huyu mtu sana, kuja cabinet.
hii finance ukitaka ni yako, ukitaka transport ama interior ni yako. To Your Excellency, asante sana, lakini wacha nikae bunge. Ulikataa CS position? You can ask the president the day you meet him. He is my only witness and he's a living witness. Okay. Why did you refuse? Because I didn't want. I have a calling to do what I am doing today. And I'm very clear in my mind on that. Okay. And I never wanted to abandon the people of Kikuyu because I had set out an agenda that I need to fulfill. Okay. And it is that serious for me, by the way. So nikamwambia na utakuja kunihitaji kwa hii bunge because I know a number of our colleagues want to get to cabinet. You still need strong voices in parliament. That is how I ended up being the leader of majority, to cut the long story short. Yeah. On